Kutokana na maneno yake ya uongo, ya kashfa na udhalilishaji dhidi yangu, nimemwagiza wakili wangu Hekima Mwasipu amuelekeze Revocatus Chipando Baba Levo kulipa kiasi cha shilingi milioni 500. Malipo haya ni matokeo ya tabia yake ya kunichafua, kuniumiza, kunidhalilisha na kuharibu taswira yangu mbele ya umma kutokana na maneno yake. Asipotimiza masharti haya matatu ndani ya siku 7 kuanzia jana tarehe 22 Mei 2026, siku aliyopata barua rasmi, hadi tarehe 30 Mei 2026, nitafungua mashtaka dhidi yake kupitia wakili wangu na tutakutana mahakamani alete mashahidi na ushahidi wake kuthibitisha mimi kujiteka mara 2 kama anavyonichafua, kunidhalilisha, kunivunjia heshima na kutweza utu wangu mbele ya umma wa Tanzania kwa kusambaza kauli za uongo. Ndugu waandishi wa habari, nimalizie kwa kusema jambo muhimu sana. Nchini kwetu kumekuwa na matukio ya utekaji. Kutoa taarifa za uongo dhidi ya mtu ambaye amepitia madhila ya utekaji mara 2, tafsiri yake unania ovu ya kurudisha jitihada za Watanzania kupambana, kuiambia serikali ilete majibu dhidi ya matukio ya utekaji. Maana yake unafanya dhihaka katika masuala nyeti yanayohusu usalama wa raia na usalama wa wananchi. Maana yake unafanya dhihaka dhidi ya matukio yanayohatarisha uhai wangu. Leo kwa kauli zake hizi ninaweza nikatekwa tena hapa mimi. Umma kwa kauli hizi anazozitoa Baba Levo kwa umma watanipuuza. Watasema huyu bwana huwa anajiteka. Simesikia Baba Levo huwa anasema kwamba anajitekaga. Huyo achane naye. Huyo amejiteka. Tafsiri yake mnapoteza uhai wa mtu kwa kupuuzia tu kwa sababu ya maneno ya namna hii. Ndugu waandishi wa habari, narudia tena, mimi ni mvumilivu wa kisiasa sana. Sio rahisi kuumizwa au kuyumbishwa na maneno ya kisiasa dhidi yangu. Haya kwangu sio maneno ya kisiasa, ni maneno ya uongo, dhihaka dhidi ya utu wangu, maumivu yangu, machungu yangu na ya wahanga wote wa matukio ya utekaji. Ni maneno ya uongo na dhihaka yenye nia ya kurudisha nyuma mjadala wa umma wenye dhamira ya kutafuta suluhu na ukomeshaji wa matukio ya utekaji nchini. Ni maneno ya uongo na dhihaka dhidi ya usalama wangu pia. Ni maneno ya dhihaka dhidi ya usalama wa taifa letu na jamii yetu. Hivyo ndani ya siku 7 tunafungua kesi mahakamani. Ushahidi wote hatapaswa kuleta, mashahidi wake atapaswa kuwaleta ili kuweza kuthibitisha tuhuma zake dhidi yangu. Na hili linapaswa kuwa funzo kwa mtu yoyote kuleta dhihaka katika masuala yanayohusu usalama wa mtu, usalama wa jamii, usalama wa nchi. Niwe funzo kwa mtu yoyote anayeleta dhihaka dhidi ya uhai wa mtu, uhai wa Watanzania, uhai wa jamii yetu. Asanteni sana. Mungu awabariki sana. Shukrani.